Jesus. Jesus. is my everything. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu akubariki sana. Wewe ambaye umeweza kuchukua hatua mpaka saizi. Mungu akubariki sana. Uliokataa usingizi na ukasema mimi nitawahi nyumbani mwa Bwana. Amen. Amen. Hakika jambo hilo halitakuwa bure madhabahuni pa Bwana. Mungu atakulipia. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu, asante Mungu wa hema la makimbilio. Baba, tunaliinua jina lako na tunalibariki. Baba, tukikushukuru kwa asubuhi iliyokuwa nzuri ambaye Bwana umeweza kutufikisha nyumbani mwako. Baba, sisi tunafurahi kwa sababu tupo nyumbani mwako. Baba, hakika nyumbani mwako kanisani ndipo mahali pana faraja, ndipo mahali tunaposahau kila kitu, ndipo mahali ambapo Bwana tunatua mizigo yetu, na ndipo mahali Bwana tunaenda kuanza mwanzo mpya, kwa sababu Bwana kila siku kwako ni mpya. Baba, tunapoenda kusikia neno lako la msingi, neno ulilotuandalia leo, Roho Mtakatifu ukatawale, Roho Mtakatifu ukatufundishe. Asante Bwana kwa sababu una sababu nzuri ya sisi kuweza kuwepo nyumbani siku ya leo. Ni nyumbani mwako Bwana. Baba, tupokee Baba kama jinsi ambavyo tulivyokukaribisha, na sisi Baba tunaomba utupokee nyumbani mwako, katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Pigie Bwana makofi huko ukiendelea kukaa. Kaa kwenye kiti chako cha heshima. Mungu akubariki sana. Habari za nyumbani mwenu huko mlipotoka? Yesu anasemaje huko? Yesu ana habari gani jamani? Amewapa salamu zozote? Au Yesu asemi ndani mwako? Yesu anasema. Amen. Mimi kwangu Bwana Yesu anawasalimu sana, na pia anasema anafurahi sana kuwaona asubuhi hii, nyuso za furaha. Amen. Ndio maana wale waimbaji wakasema nalifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa nani, kwa sababu kuna kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo wakati tunaposubiri kwa hamu kubwa kumsikia nabii au kusikia Mungu anataka kutuambia nini siku ya leo, au ni kwa jinsi gani Bwana anataka kutufungua, na tunapojiandaa kwa ajili ya kumpokea, tuna neno moja ambalo Bwana anasema nasi. Kichwa cha habari kinasema jinsi ya kupokea neno la Mungu kwa njia bora. Jinsi ya kupokea neno la Mungu kwa njia bora, au unaweza kusema kuandaa udongo wa moyo wako. Kuandaa udongo wa nini? Wa moyo. Kuandaa udongo wa moyo. Amen. Mungu akubariki sana wewe ambaye tangia jana umekuwa ukiombea ibada, umekuwa ukijiombea mwenyewe ili Bwana aweze kunena nawe, ili Bwana aweze kufanyaje? Kukuonekania. Lakini leo tutakwenda kuangalia ni jinsi gani Mungu anaweza kukuonekania, au unaweza kutembea na Mungu. Amen. Tutakuwa tuna andiko la msingi, nilikuwa nataka nilisome huko baadaye, lakini naona niliweke mwanzo. Lakini usichoke tutakapokuwa tunalirudia rudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Andiko la msingi la neno letu linatoka katika kile kitabu cha Yakobo 1:19b mpaka 21. Lakini unaweza kusoma ile kuanzia 19 mpaka 21, lakini ukifika pale B utaconcentrate zaidi. Amen. Karibu. Yakobo mlango wa kwanza mstari wa 19 hadi wa 21. Amen. Inasema, hayo mnajua ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia. Hapo basi kila mtu ndo unaanzia hapo. Amen. Endelea. Basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema,
wala kukasirika. Kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Mstari wa 21. Kwa hiyo wekeni mbali uchafu wote na ubaya uzidio, na kupokea kwa upole neno lile lililopandwa ndani, liwezalo kuziokoa roho zenu. Amen. Mpaka hapo. Basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, basi si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwanadamu, katika wiki iliyopita, wiki 2-3 zilizopita, tulizungumza sana kuhusu hasira. Amen. Nafikiri tulielewa vizuri na Bwana alisema nasi kwa njia nzuri sana. Tunapokuwa nyumbani mwa Bwana au tunapokuwa kanisani au tunapokuwa katika kusikiliza, Bwana anasema ya kwamba tuwe wepesi wa kusikiliza, bali si wepesi wa kusema. Amen. Unapokuwa msikilizaji zaidi kuliko msemaji. Tuliongea kuhusu matatizo ya kuongea sana wiki iliyopita. Unajua ni kama vile mfululizo wa somo letu, lakini leo tumeingia zaidi katika ibada. Unapokuwa msikilizaji, unaelewa zaidi na unatap zaidi. Amen. Lakini mimi kuna wakati, mara nyingi mimi nimewashangaa sana wazungu, lakini kama mwezi 1.5 au 2 ndio nafikiri labda ndio sababu Mungu aliniletea ile. Kuna hoteli tulikuwa na mke wangu, kulikuwa kuna meza moja, wamekaa Waafrika kama 2 na wazungu kama 3. Amen. Lakini wale wazungu walikuwa na kitu kimoja. Mzungu unapoongea asia anaacha kila kitu. Hata kama alikuwa anapeleka chakula mdomoni, anarudisha chini, anabaki akikusikiliza. Yaani utasikia, utaona yeye anatingisha kichwa, hata kusikiliza kwa makini sana, hata jibu kitu, atabaki akikusubiri umalize, labda ndo a comment au wajibu. Lakini sasa Bwana, wenzangu na mimi, unajua Bwana, sikiliza nikwambie. Lakini hapo kuna kitu kimoja nimekiona. Hangoji ukamaliza. Hangoji ukafanyaje? Ukamaliza. Lakini ndio mimi nikasema bana, ndio maana hata saa nyingine watu wanasemaga Mungu ni mzungu. Wanasema kwa Afrika ni nani? Tustaje kule. Amen. Kwa hiyo kuna ubora ambao tutakwenda kuangalia katika kufanyaje, katika kusikiliza. Na unapokuwa msikilizaji zaidi, hata unapokuwa nyumbani mwa Bwana, yani unapokuwa kanisani. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Kwa hiyo iwekeni mbali uchafu wote, kwa sababu kwenye kuongea sana utaongea mambo mengi. Utajikuta hata umetoka katika ile misingi na ile njia ya Mungu. Ndio maana hata kwenye vikao, mtu unakuta yule muendesha kikao anajua jamaa akisimama huyo amalizi. Kwa hiyo utakuta sasa tumsikilize fulani. Anapoona sasa zile pointi zote zimeongelewa, atakwambia sasa bwana fulani, hebu simama tusikie. Tumeshaelewa. Si kama vile aliposema sawani, undergrade, wamekudharau. Kwa sababu unakuwa muongeaji sana, na unapokuwa muongeaji sana unakuwa sio msikilizaji. Vivyo hivyo unavyokuwa nyumbani mwa Bwana. Tutaenda kuona hapo mbele. Amen. Kwa hiyo Mungu, tunapokuwa nyumbani mwa Bwana asubuhi ya leo, tunaamini kwamba Mungu ana neno maalum. Ndio maana mwanzo nilisema ya kwamba Mungu hapa Mungu anakuita nyumbani mwake. Anapenda umsikilize. Unapokumsikiliza ni namna gani? Una concentrate kwake.
mambo yako ya jana, au wewe kuwa na mabishano kichwani kwako, kuwa unajua kuna watu wanabishana na Mungu umemwomba Mungu jambo lakini halijatimia. Sasa unapokuja kanisani unakuwa ndani yako una mabishano, unaanza kubishana na Mungu kimawazo. Bwana, jambo hili hukunitendea. Amen. Jambo hili hukulifanya. Kwa hiyo binafsi unapotengeneza mabishano ndani mwako, unatoka katika kusikiliza madhabahu inataka kukuambia nini. Amen. Nakupa mfano mmoja. Tuangalie tu, ndio maana kusema kwamba tunajiandaa kwa ibada. Kwa hiyo mambo yale yote nimekwambia kwamba uliotoka nayo ya wiki nzima, ya nyumbani, hasara za kikazi, makwazo ya kazini, hasara za kibiashara, unapokuwa nyumbani mwa Bwana unatakiwa uyaweke chini. Na ndivyo hivyo ni mfano, hata tukijaribu kuangalia mfano wa mkulima. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkulima wa mahindi anaweza kachukua mbegu ile ile moja. Amen. Mbegu ile ile moja, akatengeneza labda vitalu vitatu, akaotesha vile vinini, akaotesha zile mbegu. Lakini matokeo yanakuwaje? Katika vile vitatu, siku ya mavuno atanyesha kwa pamoja, atapalilia, ataweka dawa, atafanya kila kitu. Lakini je, matokeo yanakuwaje? Kuna kitalu kimoja kitatoa mahindi yaliyo bora, si ndio? Lakini mbegu ni mbegu ni nini? Ni moja. Kuna kitalu kingine kitatoa iliyo dhaifu, na kingine kinaweza kisitoe kabisa. Lakini shida sio nini? Shida sio mbegu. Shida ni nini? Udongo. Amen. Ule udongo wa moyo wako. Ndivyo hivyo watu wawili mnaweza mkaja kanisani. Amen. Mmekaa pamoja mwanzo mwisho, lakini kila siku hata nabii anasema hapa, ibada inaisha, ukitoka hapo nje mtu anakuuliza, hivi wewe umemuelewa nabii? Lakini wewe umefurahi kabisa kabisa na umemuelewa. Amen. Lakini wote mmesikiliza. Nabii akumuita mmoja akaenda kaongea naye pembeni, au mchungaji akumuita mmoja akaenda kuongea pembeni. Ina maana pale palikuwa hapana maandalizi. Amen. Ya nini? Ya udongo wako. Hujaandaa udongo wa moyo wako. Ulikuja badala ya kusikiliza madhabahu inakuambia nini, labda ndio kama nabii anavyosema, unaanza kumkagua nabii. Mara mwisho kuja hapa kulikuwa hamna tiles, lakini mbona hao watu wamefanya hivi? Unabaki huko. Kwa hiyo hupati kile kitu ambacho madhabahu imefanyaje, inataka kukupa. Hufunguliwi kwa sababu wewe moyo wako haukuandaa. Vivyo hivyo situmuona wakulima. Mkulima si anakimbizana na nini? Na msimu, si ndio? Anaangalia dalili. Mvua sasa karibu zinafanyaje? Zinanyesha. Anasema hapa ninahitaji kufanyaje? Kuandaa nini? Kuandaa mashamba. Na ndivyo hivyo je, mkulima akichelewa inakuwaje? Mwisho wa siku anafanyaje? Si amechelewa kuandaa, mvua ikaanza, labda mvua ya kwanza ya pili, anakuja kuotesha, karibu mvua zinafanyaje? Zinaisha. Lakini hata na sisi situko hivyo. Kanisani yenyewe tunachelewa, unakuta praise wameshaanza. Kuna watu hapa kanisani ambaye hawajawahi kusikia neno la msingi. Ni wangapi leo ndo mara, sio wageni lakini, ni wangapi leo ambao ndo mara ya kwanza kusikia neno la msingi? Au kwa wa kweli unaweza kusema mimi nilisha kusikia tu labda kama mara mbili. Wangapi ambao unakuta at least wanakuta praise labda na dakika 3 na dakika 4? Au hatujui kwamba praise na neno la msingi au na mambo mengine yanayoandalia ni maandalizi ya udongo wa nini? Wa moyo wako. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ndio maana unakuta hata mkulima wakati anapokuwa anajua huu ni msimu wangu wa kulima, anawahi mapema. Amen. Anawahi mapema
kuandaa shamba, lakini sisi hatutaki kuwahi mapema kuandaa mashamba yetu. Hatujiandai kwa ajili, yani sisi tunataka tuje tupate mavuno. Nabii apande hapa, asimame akutabirie 1 2 3, lakini ndio maana hata akikutabiria, hata akikufungua, kesho mapepo na kila kitu vinarudi pale pale, kwa sababu ulikuwa huna maandalizi mazuri ya moyo wako. Lile neno lilivyokuja, sawa, limekuta udongo ule haujaandaliwa. Mkulima hakuandaa udongo. Mvua zinakaribia kukatika, yeye ndo anapitisha trekta. Bwana asifiwe sana. Yeye ndo anapitisha nini? Trekta. Imebaki mvua moja, anapanda. Ndio hivyo. Unakuja unakuta nabii kashapanda, kashamaliza kutupa mwelekeo wa ibada, wewe unakuja unakaa. Ibada ikiisha unasema sikufunguliwa, sikumuelewa nabii. Kwa sababu kwanza ukichelewa effect, kwanza unapoingia mwenyewe you feel shy, si ndio? Yaani unakuta ibada unapita, unaenda kukaa, unasema hivi kwa nini nachelewa? Na ukimuuliza mtu kwa nini anachelewa, hana sababu. Bwana Yesu asifiwe sana. Juzi tulisema hapa kuchelewa ibadani ni nini? Wangapi walikuweko juzi? Hapa kuweko hata mmoja. Mungu ni mwema. Au ndio hivyo, udongo sasa haukunasa. Lakini naona watu walio kuwepo. Juzi tuliongea nini kuhusu kuchelewa? Jamani, hakuna hata mmoja. Tulisema nini? Unamkera malaika. Bwana asifiwe sana. Unapokuwa umechelewa, unapokuta ibada imeanza, unamkera nani? Unamkera malaika. Kwa sababu hata kile kitu alichokuwa amekiandaa mapema kuweza kukupatia au ametengeneza nini, unakuwa hukukipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ndio hiyo tukaona mfano mzuri wa mkulima na mfano mzuri wa watu wawili waliokuwa kanisani. Wote wamemsikiliza mtumishi wa Bwana, lakini wakitoka hapo nje, mmoja hakuna kitu alichokipata kwa sababu udongo wake haukuandaliwa. Jifunze kuandaa udongo wako katika jina la Yesu. Amini. Sawa. Jiulize, hapa nipo sahihi? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunakwenda kuangalia njia za kuandaa moyo. Amen. Kama nilivyosema, tutarudia ile somo. Mtume Yakobo anafundisha jinsi ya kufanya mioyo yetu iwe udongo mzuri kwa neno la Mungu. Lazima kwanza, tulisema neno lilisemaje? Njia bora. Lile neno la utangulizi, kuandaa. Tukasema kwamba unahitaji kuwa msikilizaji zaidi kuliko kufanyaje? Kuliko kuongea. Kwa hiyo asilimia kubwa ni lazima uwe kimya, kuwa mwepesi wa kusikiliza. Ile 19b. Amen. Tulishalisoma, tusirudie. Yakobo 19b. Amen. Au rudia ile b kidogo, mtumishi wa Bwana. Rudia ile b kidogo. Yakobo mlango wa kwanza mstari wa 19b. Amen. Inasema, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia. Awe mwepesi wa kusikia. Amen. Sio wa kufanyaje? Wa kujibizana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo mtumishi, embu tupe Ayubu 33:33. Tunaunga mkono hilo andiko sasa. Ayubu mlango wa 33 mstari wa 33. Inasema, kama sivyo
unisikilize mimi, nyamaza nami nitakufunza hekima. Unisikilize, nyamaza. Hajakwambia mfanyeje? Mujibizane. Una maana ukisikiliza kuna hekima utapata. Unapomsikiliza Mungu kuna hekima unafanyaje? Unapata. Huwezi kumsikia Mungu kama unazungumza moyoni mwako au unafanya kelele za ndani. Niliongea hapa. Huwezi kumsikiliza Mungu kama wewe moyoni mwako unajibizana. Nabii anasemaga hapa, kama una manunguniko, unamnungunikia nani? Mungu. Amen. Huwezi kumsikiliza nani? Huwezi kumsikiliza Mungu kama moyoni mwako unafanya nini? Majibizano. Acha kujadiliana na Mungu. Acha kupanga orodha ya matatizo yako. Funga milango wa mawazo yako, ufungie nje kabisa na utangulize sauti ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu weka pembeni. Sikiliza sauti ya Roho Mtakatifu. Yale mambo yako, mwaka huu nilikuwa hivi, mwaka jana nilikuwa hivi, mimi usingenikuta hapa nilipo, fulani amenifikisha hapa. Ondoa hayo mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ondoa hayo mambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo hilo ni muhimu. Umekuja nyumbani pa Bwana. Tumesema nyumbani pa Bwana, au hata wakati wewe binafsi unapokaa, unapozungumza na Mungu. Amen. Unapozungumza na nani? Na Mungu. Umekaa wewe mwenyewe binafsi unazungumza na Mungu. Wacha kujibizana. Sikiliza. Tamuomba nabii siku moja afundishe hapa namna ya kumsikiliza nani? Roho Mtakatifu. Unajua kuna watu saa nyingine hatujui kutofautisha. Anaweza Roho Mtakatifu akasema na wewe, toka mkashindwa katika jina la Yesu, huyu ni shetani huyu. Umetaka kufungua biashara, lakini kuna sauti ile ya kwanza inakujia, hii biashara umetafakari vizuri, acha. Shetani huyo. Amen. Sasa hiyo ni rafiki yako amekuletea, lakini kumbe yule rafiki yako anataka kuingiza. Kama mimi sasa hivi, unajua matapeli wa kwenye simu, mimi naenda nao vizuri. Hata sasa hivi nikikupa simu ufungue message pale, mimi akinipigiaga, mimi naenda nao vizuri. Kuna mmoja sasa hivi ana wiki anangoja nimtumie 8 milioni kwa ajili ya kupakia mzigo. Hata sasa hivi nikwambia utoke pale nje, mwambie sasa bwana, mimi ni mhasibu au jamaa, kuna hela ameniambia nimpigie. Unaona? Mtumishi wa Bwana, wewe toka pale, msikize huyu mzee. Sawa bwana? Yaani mimi nakuruhusu kabisa. Maana mimi, unajua mimi uzuri, mimi naongeaga vitu ambavyo ni hai. Yule mzee, huyu mzee ni mimi naenda naye taratibu kabisa. Kama hapa kuna, mwambie bwana, bosi wangu yuko Mwanza, wewe toka pale nje. Hiyo na mwambie bosi wangu yuko Mwanza. Sasa kuna hela nataka nimtumie. Bwana siwe sana. Mimi naendaga nao taratibu. Si laki anapiga. Unaona? Si laki anapiga. Kwa namsikiliza. Na mimi uzuri, ukitaka kujifunza, jifunze kutoka kwenye makosa. Usifunze kwenye jambo lililo nini? Lililo bora. Amen. Sasa huyo mtu mimi naenda naye kimya kabisa. Unaona? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kuwa mwepesi wa kufanyaje? Wa kusikiliza. Kuwa mwepesi wa kuelewa. Usipende kuwa na majibizano wewe mwenyewe. Usipende unapofika nyumbani mwa Bwana kutafakari hali zako za mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Kasikiliza. Umekuja unataka kufunguliwa. Nabii akufungue. Je, umeandaa? Je, umejiandaa namna gani? Umeandaa moyo wako vipi? Uko tayari wewe kufunguliwa? Upo tayari kufunguliwa? Uwepo wako tayari ni wewe kuandaa nini? Moyo wako. Amen. Huwezi kusikiliza. Amen. Mungu wakati una majibizano. Amen. Kwa hiyo tunahitaji utayari wa kusikia neno la Mungu. Litakalo nenwa katika hali yako. Neno la Mungu linaweza likawa limenenwa, lakini kwa sababu ulikuwa
nabii anasema hivi, anafungua watu hata kwa neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kwa nini? Kwa neno. Lakini je, kama una majibizano na Mungu, umekaa hapo kumsikiliza nabii, unawaza hali zako za mwanzo. Unajua kuna mahali umefika, Waswahili wanasema bwana, maji yakishamwagika yamefanyaje? Hayazoleki. Ni kweli maji yakimwagika hayazoleki. Kwa hiyo unafika unasema bwana, mpaka hapa kila kitu basi. Mpaka hapa kila kitu nini? Basi. Hapa tunaangalia wapi? Mbele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima uwe mtulivu, usiwe mwepesi wa kukasirika. Amen. Katika maisha unahitaji nini? Utulivu. Usipende kuwa mwepesi wa kukasirika. Makasiriko huondoa utukufu wa nani? Utukufu wa Bwana. Makasiriko hukutoa katika zile njia, kwa sababu mahali mwanadamu anapokuwa amepita, ukikaa mahali ukianza kutafakari huko nyuma, lazima utakuwa mtu wa makasiriko. Amen. Utakuwa mtu wa nini? Wa makasiriko. Utakuwa mtu wa makasiriko. Hebu tusomee Zaburi 46 mstari wa 10. Zaburi mlango 46 mstari wa 10. Amen. Inasema, tulieni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitakuzwa katika mataifa, nitakuzwa katika nchi. Acheni. Amen. Biblia yangu inasema acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitukuzwe katika mataifa, nitukuzwe katika nchi. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Bwana anasemaje mzee? Umempata? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimempata hewani, anasubiria tu nimtumie hela. Anataka hela ya mafuta pamoja na wapakiaji. Ndio. Huyu mtu bwana mimi amenipigia simu. Mimi akinipigia mimi naambia unaja kutukana naye. Mimi naenda naye vizuri. Amen. Ananiambia ana tani 30 za mahindi. Alikuwa anaenda Dar es Salaam, lakini sasa bahati mbaya wakati anapoenda njiani, sawa. Unajua mimi hapa ninawaambiaga kila siku. Mimi nikitoa mifano hapa, natoa mifano halisi. Mimi sitoagi mifano ya kutunga, hapana. Vitu vyote ninavyosemaga hapa ni nini? Ni halisi. Nikitoa mifano ya familia, ni maisha kweli ambayo tumepitia. Nikisema tulitoa sadaka hii, ni kweli tulitoa. Mimi siwezi kusimama madhabahuni nikakudanganya. Amen. Nabii anasema hapa iko wakati tulisarenda. Mimi nilikuwa nimemnunulia cheni na pete, vilikuwa vya gharama kubwa, na yeye akalipiza kwa kuninunulia. Alisema nini? Mnakumbuka? Cheni ya silver. Bwana Yesu asifiwe. Mnakumbuka? Hongereni sana, jipigie makofi. Amen. Vile vitu tukafika mahali tulikuwa tunahitaji sacrifice. Bwana asifiwe sana. Hatuna hela, lakini vile vitu tulivitoa. Nabii katoa cheni na pete, na vile vitu thamani yake ni milioni nyingi. Amen. Lakini tulimwona nini? Bwana. Kwa hiyo mimi nasema, yani nilichokuwa nataka kusema kwamba tunapotoa mifano, hatutoi mifano au sitoi mifano ya kutunga. Siwezi tunga sasa kuna mtu ananipigia simu bana, kuna matapeli wasema imenikuta, na mpaka sasa hivi naendelea naye. Tuna wiki mbili. Tunaenda naye taratibu tu. Nimsikilize ili nijifunze, nikija kaa hapa nikiwafundisha. Mtu akupia toka hapo usikibile kumwambia utapeli. Msikilize ili kesho unajua kosa limefanyika wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tumesema lazima uwe mtulivu. Lingine, lazima uwe safi. Wekeni mbali uchafu wote na ubaya. Amen. Yakobo 1 mstari wa 21 ambao tumeshausoma. Amen. Lakini urudie kidogo mtumishi wa Bwana kwa ajili ya uzuri zaidi.
Yakobo mlango wa kwanza mstari wa 21a nasema, kwa hiyo wekeni mbali uchafu wote. Wekeni mbali uchafu wote. Unapokuja madhabahuni, ndio maana tunasisitiza, au Roho Mtakatifu anasisitiza kuwahi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unapowahi katika kuandaa udongo wako, weka mbali uchafu wote. Unakuja, unapata muda wa kujitakasa, unapata muda wa kujitafakari, unapata muda wa kuondoa nini? Wa kuondoa makwazo yote. Unapata muda wa kutubu. Amen. Bwana asifiwe sana. Wekeni, yani ukuwa msafi. Amen. Zaburi 24 mstari wa 3 na 4. Zaburi mlango wa 24 mstari wa 3 na 4. Nasema, ni nani? Nasema, ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Amen. Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeiweka nafsi yake katika uongo. Paka hapo tutasoma. Ukitumalizia hapa, ni mtu aliye nini? Aliye safi. Uchafu wa kihisia. Uchafu wa kihisia si unaujua? Unajua kuna mtu anajua uchafu ni ule wa kuchafuka tu. Si ndio? Uchafu wa kihisia. Chuki. Yaani naweza kumuona tu mzee pale na miwani yake, rafiki yangu, sawa bwana. Anajidai na miwani yake wewe. Lakini kumbe nimeona amependeza. Unaona bwana? Namuona amefanyaje? Amependeza. Yeye anahisi tu kumchukia. Wivu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini? Wivu. Dhambi za siri, ugomvi huzuia uwezo wetu wa kuunganishwa na neno. Amen. Hivyo vitu vinazuia. Tunahitaji kuondoa vitu vinavyonuka, ambao vitu vinavyonuka ni kama hivyo. Sasa tunahitaji kuungama dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunahitaji kuungama dhambi. Tunahitaji kujisafisha. Amen. Uwe safi mbele za Bwana, ili uweze kupata kile kitu ambacho hata wewe na mimi tunakihitaji kutoka kwa Mungu. Yani tunasemaga, yani ni kwa mfano, yani unajua hata baba unapoenda pale nyumbani, unafika mtoto labda anataka kukuambia dadi niletee kitu fulani. Kwanza si unaangalia namna alivyokuja. Unaangalia namna alivyokuja. Kwa hiyo ule usafi wake na ule ubora wake namna alivyokuja ndivyo vitakavyo kusaidia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Vitakavyo kusaidia, vitakavyo msaidia yeye kupata kile kitu ambacho anakiomba kutoka kwako. Mtoto anakuja, jana amekukasirisha. Au wakati yaani kwanza uko njiani unawaza nikirudi nyumbani, alafu anakuja kwambia dadi, leo mwalimu ametuambia tu kesho asubuhi twende na hiki na hiki na hiki na hiki. Na ndivyo hivyo tulivyo kwa Mungu. Unamsogeleaje Mungu wakati ukiwa na uchafu? Unamsogeleaje Mungu? Unapelekaje mahitaji yako kwa Mungu? Unapelekaje mahitaji yako madhabahuni? Wakati ukiwa na uchafu. Umekuja kanisani lakini hujaweza hata kujitakasa. Unakuja moja kwa moja, unakaa, unahitaji kufunguliwa, unahitaji kuonekaniwa, unahitaji kupata neno la unabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo hili ni ndefu sana 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 sana. Ibadani leo tuna mambo mengi. Amen. Tuna mambo mengi. Na kuchelewa kwetu ni kama vile tulivyosema, ndivyo tunafanya hata mambo mengine tusiyapate. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Umebarikiwa mpaka hapo? Umebarikiwa na Bwana? Mungu akubariki sana. Lakini wahi ibadani ili uweze kupata mambo mazuri zaidi. Mimi sijui, unaweza kukuta najisifia mambo mazuri lakini sio mambo mazuri. Amen. Amen. Wahi ibadani ili na nabii naye apate muda wa kukupa vitu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu na Bwana, tunakushukuru katika jina lako.